Karibu kwenye channel yetu, sisi ni Jiwe la Kale. Kwenye video iliyopita tulieleza sehemu ya kwanza ya asili ya lugha ya Kiswahili kuwa Kibantu kwa njia ya ushahidi wa kiisimu. Hivyo katika video hii tutaenda kujadili kipengele cha pili cha ubantu wa lugha ya Kiswahili kwa kutumia ushahidi wa kihistoria unaothibitisha kuwa asili ya lugha ya Kiswahili ni lugha ya Kibantu. Ushahidi wa kihistoria unatoa mwongozo wa nyaraka mbalimbali katika karne tofauti tofauti ambazo zimetoa ushahidi ya kwamba Kiswahili kilikuwa kikizungumzwa na jamii ya wazawa, yani indigenous, wafahamikao kama Wabantu, walikuwa wakiishi eneo la pwani ya Afrika Mashariki. Kwa sababu ya ukaribu wa eneo la pwani ya Afrika Mashariki na Bahari Nyekundu, yani Red Sea, pamoja na bahari ya Mediterranean, wageni wengi sana kutoka dola za Ugiriki na Urumi pamoja na jamii mbalimbali kutokea peninsula ya Kiarabu waliwasili eneo hilo na kufanya shughuli mbalimbali na wenyeji wa pwani hiyo. Wageni hao hawakuishia tu kufanya biashara na shughuli, pia waliandika na kurekodi matukio mbalimbali ya safari zao kuelekea pwani hiyo ambayo iliitwa Azania na Wagiriki na Warumi na baadaye kuitwa Zanj au Zinj na Waarabu. Ushahidi wa kale zaidi unatokana na nyaraka zilizoachwa na Wagiriki na Warumi ambazo ziliandikwa katika kipindi ambacho dola hizo zilitawala kama himaya zenye ushawishi mkubwa duniani. Nyaraka nyingi katika kipindi hiko ziliandikwa kuanzia karne ya kwanza baada ya Kristo na kuendelea. Katika nyaraka hizo yanatajwa majina mbalimbali ya lugha ya Kibantu, na ushahidi muhimu zaidi ni majina waliotumia Wagiriki katika kuashiria eneo la pwani ya Afrika Mashariki katika dola hiyo walioita Azania. Kulingana na Wagiriki na Warumi, dola ya Azania, yani Azanian Civilization, ilikuwa ni dola muhimu waliofanya nayo biashara na sana waliobadilishana nayo bidhaa mbalimbali za kibiashara kama viungo vya mdalasini, kasia na kadhalika. Katika karne ya kwanza, Wagiriki na Warumi walitawala njia nyingi za kibiashara, yani trade routes. Hivyo walishawakuta tayari wazao wa dola hiyo wakiwa wakiongea lugha yao ya asili ambayo sasa inafahamika kama Kiswahili. Nyaraka ya kale zaidi ni ile iliyoandikwa na mwanahistoria mzee Pliny, yani Pliny the Elder, kupitia kitabu chake cha historia asili au Natural History karne ya kwanza baada ya Kristo, akiwa na ripoti dola ya Azania na kuihusisha na biashara zilizokuwa zikifanyika ukanda wa bahari ya Hindi kama uuzaji wa viungo mbalimbali ambavyo kutokea eneo hilo viungo hivyo vilikuwa vikisafirishwa kwenda maeneo ya Mediterranean kupitia njia ya Bahari Nyekundu. Pia anaongeza kuwa jamii ya watu waishio eneo hilo waliitwa Zanginai, akimaanisha Wazangi. Majina hayo aliyotaja mzee Pliny yanafanana na jina la sasa la visiwa vya Zanzibar. Vilevile nyaraka ya Periples of the Erythraean Sea ni nyaraka ya kipindi hiko ya Wagiriki na Warumi inayoripoti mengi kuhusu ukanda wa Azania na shughuli mbalimbali zilizokuwa zikifanyika katika eneo hilo. Japo bado hajafahamika mwandishi wa nyaraka hiyo ya Kilatini, nyaraka ya Periples of the Erythraean Sea inaonyesha mwongozo wa njia ya kufika eneo la pwani ya Afrika Mashariki waliloliita Azania kupitia bahari ya Hindi walioita Erythraean Sea. Ndani ya nyaraka hiyo mwandishi huyo anaripoti aina za vyombo vya majini vyenye majina ya Kibantu kama vile ngalawa, madema, mitepe. Nyaraka hiyo pia inaripoti wenyeji wa eneo hilo kwa jina la Auzanite, wakimaanisha Waauzani. Nyaraka nyingine ni nyaraka ya jiografia iliyoandikwa na mwanajiografia Claudius Ptolemy katika karne ya pili baada ya Kristo huko mjini Alexandria, Misri. Nyaraka hiyo inaripoti eneo la pwani ya Afrika Mashariki. Mwanajiografia Ptolemy anaonekana kutumia neno Azania kuashiria eneo lote la pwani ya Afrika Mashariki lililopatikana kuanzia chini ya eneo la Barbaria. Leo hii eneo hilo linapatikana kusini mwa nchi ya Somalia. Jiografia pia inaeleza uwepo wa nyanda za juu za Zingiz ambazo zilipatikana katika pwani hiyo ya Afrika Mashariki. Ptolemy pia aliandika majina ya Kibantu ya miji muhimu katika nchi ya Azania. Alieleza kuwa mji mkuu wa kibiashara wa Azania uliitwa Rapta na ulipatikana kusini zaidi ya ukanda huo, na aliwataja wakazi wa eneo la Rapta kwa jina la Rafiji Aethiops, akimaanisha Waafrika au watu weusi wa Rafiji. Wasomi wengi akiwemo Dr. Felix Chami kutokea Chuo Kikuu cha Dar es Salaam wanakubaliana kuwa Rafiji iliyotajwa na Ptolemy ni jina la Kibantu la eneo la Rufiji linalopatikana kusini mwa nchi ya Tanzania, eneo ambalo liko kusini karibu sawa na vipimo vya ramani ya Ptolemy.
Hivyo pamoja na nyaraka kutoka kwa waandishi hao, pia kuna nyaraka kutoka kwa mwandishi Cosmas Indicopletes karne ya 6 baada ya Kristo. Pia anaripoti kuhusu dola ya ukanda wa pwani ya Afrika Mashariki kwa jina la Zingion, jina alilotumia kuashiria eneo la pwani ya Afrika Mashariki na watu wake. Cosmas kipindi anaeleza eneo la kusini mwa Somalia, eneo la Barbaria, aliandika kuwa na nukuu, Barbaria ni eneo ambalo linaanzia pale ambapo eneo la Waethiopia linaishia. Zaidi ya hapo ni Zingion, mdomo au ukanda wa bahari, mwisho wa nukuu. Hivyo pamoja na ripoti zilizotolewa na wanajiografia na wanahistoria wa Kirumi na wa Kigiriki, tunaona majina yakifanana: Azania, Zingiane kutoka kwa Pliny, Azania Auzanite kutoka kwa nyaraka ya Periples of the Erythraean Sea, Zingion kutoka kwa Cosmas, Azania, Zingis kutoka kwa Ptolemy. Matumizi ya majina haya yalitumika kueleza eneo la pwani ya Afrika Mashariki au jamii ya Wabantu wenyeji walioishi eneo hilo. Pamoja na utofauti au ufanano wa matamshi, majina hayo yanaonekana kuwa na mzizi wa zan au zin. Ikumbuke kwamba Wagiriki walitumia kiambishi tamati cha ea kumaanisha ardhi, nchi au eneo la, na hivyo waliposema Azania walimaanisha nchi au eneo la Zan. Ni kama leo hii tunavyoita Zambia nchi ya Zambezi au Somalia nchi ya Wasomali. Hivyo jina Auzanites au Zingis kwa fonolojia au semantiki ya Kigiriki na Kirumi walimaanisha jamii ya watu wa eneo hilo. Hivyo je, mpaka hapo unahisi jina hilo liliundwa na Wagiriki na Warumi au walilitoa kwa wazao wenyeji wa eneo hilo la pwani ya Afrika Mashariki? Pengine majibu ya swali hili yanaweza kupatikana katika kuchunguza nyaraka na ripoti za waandishi, wanahistoria na wanajiografia wa Kiarabu. Katika karne ya 7 mpaka ya 8, mshairi maarufu Jarir ibn Atia kupitia mkusanyiko wa mashairi yake ya diwani na mashairi yake ya utani ya Nakaid anawatania kabila la Taghlib na kuwadharau kwa mstari wa ushairi ukisema, na nukuu, hata Wazanji wana wajomba wenye busara kuliko wao, mwisho wa nukuu. Ibn Atia anaweza kuwa kati ya Waarabu wa kale zaidi walioripoti jamii ya Waazania. Ila tofauti na Wagiriki na Warumi, Ibn Atia ametumia jina Zanj, na pia katika mashairi yake anataja jina la kisiwa la Njuia kama jina la Kibantu la kisiwa cha Unguja. Al-Hamadhani kwa upande wake kupitia chapisho lake Kitabu al-Buldan karne ya 10 baada ya Kristo anaripoti na kutaja jina Zangija kuashiria dola iliyopatikana pwani ya Afrika Mashariki. Al-Hamadhani hakuwa wazi sana ya kuwa alikuwa akimaanisha ukanda mzima, kisiwa husika au jamii ya watu, lakini ni dhahiri kuwa jina Zangija lina ufanano mkubwa na matamshi ya Kibantu ya jina la kisiwa cha Unguja. Al-Hamadhani pia alieleza kuwa na nukuu, ndani ya Zangija Mungu huitwa Mkulugulu, mwisho wa nukuu. Jina hilo la Mungu wa Wazanji kabla ya dini ya Kiislamu linaonekana kuwa na uhusiano mkubwa na lugha ya Kibantu. Hii ikiashiria ya kwamba wageni waliwakuta tayari wenyeji wakiongea lugha yao asili, Kizanji au Kiazania, ambayo baadaye ilikuja kuitwa Kiswahili. Pamoja na Al-Hamadhani pia ni baba wa historia wa Arabu karne ya 10 baada ya Kristo, Al-Masudi. Katika kitabu chake Bustani ya Dhahabu, yani Murugu el Dhahab au The Meadows of Gold, pia anaripoti jamii au kabila la Wazanji na anawataja kwa jina la Zinj. Masudi anaeleza mengi kuhusu jamii ya Wazinji na katika maelekezo yake anaandika yafuatayo na nukuu, Wazinji walitema lugha kwa ufasaha na walikuwa na viongozi walihutubia kwa lugha yao, mwisho wa nukuu. Pia aliendelea kueleza na nukuu, Wazanji walitengeneza miji ya kichifu na waliwachagua viongozi wao waliowaita wakilimi, mwisho wa nukuu. Al-Masudi hapa alimaanisha neno wafalme ambalo ni neno la Kibantu, na kuishia hapo aliendelea kueleza dini na imani za Wazanji, na kama alivyoeleza Al-Hamadhani, pia Masudi alitaja jina lile lile la Mungu wa Wazanji kabla dini ya Kiislamu aliyeitwa kwa jina la Mkulugulu, na alitoa maana ya jina hilo ya kuwa ni Mungu mkuu. Majina hayo ni kwa matamshi ya Kiarabu, lakini jina hilo linaonekana kabisa kufuata sheria za kifonolojia na mofolojia ya lugha za Kibantu, na lina nafasi kubwa ya kuwa likitamkwa kama Mkulugulu au Mukulugulu. Na tunasema jina hilo ni la Kibantu kwa sababu pia limefanana na majina mengine ya Mungu katika lugha za Kibantu. Mfano,
Unkulunkulu kwa Kizulu, Mukulu kwa Kishona na Nkulunkulu kwa Kiswati. Hii inamaanisha kwamba Kiswahili kina uwezekano mkubwa ya kwamba kilikuwa kikiitwa Kizanji au Kiazania na kilikuwa tayari kikizungumzwa hata kabla ya ujio wa Wagiriki na Waarabu katika pwani ya Afrika Mashariki. Shahidi nyingine inatokana na ugunduzi au ujasusi wa mwanajiografia Ali Idrisi huko Sisili alipokuwa akitimiza majukumu yake kutoka kwa maagizo ya mfalme wa Sisili, Mfalme Roger wa Pili. Katika kitabu cha kumwenzi Mfalme Roger wa Pili, kitabu cha Roger au The Book of Roger, Ali Idrisi anataja majina ya Kibantu kama vile Kikombe, Mkono wa Tembo, Muruani na Sukari, ambayo yalikuwa ni majina ya Kibantu ya aina za ndizi zilizopatikana katika eneo hilo la Wazanji, eneo la pwani ya Afrika Mashariki. Pia alikuwepo mwanajiografia wa Kiarabu Yakut mwaka 1228 karne ya 13 baada ya Kristo. Katika kitabu chake Kitabu Mujan al-Buldan anawaeleza Wazanji pamoja na eneo lao. Anaandika na nukuu, Languja ni kisiwa kikubwa katika nchi ya Zinji ambacho ni makao makuu ya wanapokaa wafalme wa nchi ya Zinji, mwisho wa nukuu. Hivyo mwanajiografia Yakut pia na yeye alitaja jina la Kibantu la kisiwa cha Unguja kwa jina la Languja. Kumbuka kwamba hapo mwanzoni Al-Hamadhani alitaja jina la Unguja kwa jina la Zangija, na pia Ibn Atia alitaja kwa jina la Lanjuia. Hii inaashiria kuwa tayari maeneo ya pwani ya Afrika Mashariki yalishapewa majina ya kizawa ya Kibantu kama ilivyokuwa kwa kisiwa cha Unguja. Kuanzia karne ya 14 miaka 1300 na kuendelea, wanajiografia na wanahistoria wa Kiarabu wanaonekana kutumia jina Zanj, Bara al-Zanj na Zanuj baada ya la mwanzoni la Zinj. Na mfano mzuri ni mwanajiografia na msafiri maarufu Ibn Battuta kunako mwaka 1331 kupitia kitabu chake cha safari, yani The Travels, anaripoti na nukuu, basi walianza safari baharini kutoka Mogadishu kwenda nchi ya Wazanuj na mji wa Kilwa ambao umo katika nchi ya Zanj. Tulifika Mombasa, kisiwa kikubwa, mwendo wa siku 2 kutoka nchi ya Wazanuj, mwisho wa nukuu. Ibn Battuta aliwaitwa Waswahili jina la Wazanuj au Wazanj, na alitaja majina ya maeneo ya Kibantu kama Mombasa, Kilwa, na pia alitaja jina la tunda lililoitwa Yambu, jina ambalo ni la Kibantu. Licha ya ushahidi mwingi kutoka kwa wanajiografia kutoka Uarabuni, pia wanajiografia kutoka Ulaya walieleza uwepo huo, na maarufu kati yao ni msafiri Marco Polo kutoka Venice, Italy. Kupitia kitabu chake cha safari za Marco Polo, yani The Travels of Marco Polo, anaripoti na nukuu, Zanzibar ni kisiwa kizuri chenye ukubwa wa mzunguko wa maili 200. Watu wote wanaabudu Mungu, wana mfalme na wanatumia lugha yao na hawalipi kodi kwa mtu, mwisho wa nukuu. Marco Polo pia alitaja jina la kisiwa cha Unguja na kutaja baadhi ya aina za ndizi. Anaandika, katika visiwa vya Jawaga vilivyoelezwa katika sura hii ni kile kisiwa cha ajabu ambacho mji wake japokuwa ni mchanganyiko, kwa sasa wengi wao ni Waislamu. Chakula chao kikuu kikiwa ndizi. Kuna aina 5: Omani, Mariani, Sukari na kadhalika, mwisho wa nukuu. Hivyo maelezo hayo yanaeleza dhahiri uwepo wa fonolojia ya lugha ya Kibantu. Hivyo mpaka hapo katika shairi zote hizo tunapata majina ya eneo na jamii ya Waswahili kama Azania, Zingiane, Zingioni au Zanites kutoka kwa Wagiriki. Pia majina kama Zanj, Zinji, Zanuj, Languja, Zangija, Bara al-Zanj na kadhalika kutoka kwa Waarabu. Baadhi ya wasomi wanaamini kuwa jina Azania lilikuwa ni jina la kigeni, na hivyo Waarabu waliiga kutoka kwa Wagiriki na Warumi na kulitamka kwa matamshi yao na kuita Zanj au Zinj. Lakini wasomi wengi pamoja na kikosi chetu kizima cha Jiwe la Kale tunaamini kuwa asili ya majina hayo Zanj, Zinj au Azania ni lugha ya Kibantu, na wageni waliiga jinsi wazawa wa Bantu wenyeji wa eneo la pwani ya Afrika Mashariki walivyokuwa wakijiita au walivyokuwa wakiita nchi au eneo lao. Kumbuka kwamba dola ya Azania au ya Wazanji ilipatikana katika ukanda wa bahari, na inaonekana kuwa ni tamaduni ya kale zaidi ya Wabantu kuita sehemu kubwa za maji kwa majina yenye mzizi wa za au sa, pia zi au si. Jina la ziwa tu lenyewe, yani lake kwa Kiingereza, linaanza na zi na aishi hapo. Majina ya maeneo makubwa ya maji, yani large mass of water bodies, yana mzizi wa za au sa.
Na kwa tamaduni hii Wabantu waliapa majina ya maziwa makuu kama Victoria kuitwa Nyanza na ziwa jingine kusini kuitwa Nyasa. Kumbuka kiambishi cha awali hapa ni nya, kinachomaanisha wa au kile cha, yani those of au that of. Kama ilivyo kwa jina la Nyakyusa, mzizi ukiwa Kyusa, au Nyarwanda, Nyankore, Nyaturu, Nyamwezi, basi ndivyo ilivyopatikana Nyanza au Nyasa. Hivyo basi ni kwa dhana hii kama anavyofafanua Dr. Felix Chami kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Wabantu walioishi eneo la pwani ya Afrika Mashariki waliita dola eneo au nchi yao kwa jina la Kibantu za nchi, wakimaanisha nchi au dola, yani civilization iliyopakana na eneo kubwa la maji. Kwa sasa eneo hilo tunaliita Bahari ya Hindi. Ni kwa tamaduni hii ya Kibantu, Wabantu kama Wabemba kutoka Zambia wameita mto wao mkubwa Zambezi, wakimaanisha mto mkuu au mto tukufu. Majina mengine ni kama bwawa la Zakwati lilipatikanalo nchini Tanzania, pia ziwa Sibaya Afrika Kusini na kadhalika. Hivyo ilikuwa rahisi kwa Wagiriki kupachika kiambishi tamachi cha Kigiriki ea na kuita Azania, wakimaanisha ardhi, nchi au pwani ya Zaa. Na vivyo hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa Waarabu kwa matamshi ya Zanji, Zenji, Zinji, Zangwabaa, bara la Zanji na kadhalika, matamshi ambayo yanafanana sana na neno la Kibantu za nchi. Wazo hili la nchi iliyopakana na Bahari ya Hindi ndio ilikuja kufanya Waarabu wengi kutoka Khalifa ya Sassanid katika karne ya 14 na kuendelea kuita eneo la Zanji jina la Sahil au wingi Sawahil, wakiwa na maana pwani ya Afrika Mashariki. Hivyo ni dhahiri hata neno lenyewe la visiwa vya Zanzibar lina asili yake kutoka lugha za Kibantu. Ufafanuzi mwingi kuhusu dola ya Azania tutaeleza kwenye video zijazo, hivyo usisahau kusubscribe ili usikose hiyo. Ushahidi mwingine unatokana na nyaraka za kale za utenzi wa Kiswahili. Nyaraka hizi ni kama zile za utenzi wa Fumo Liyongo ambao unasemekana kuwa nyaraka ya kale zaidi ya ushairi wa Kiswahili ulioandikwa karne ya 13 baada ya Kristo. Ndani ya utenzi huo kuna beti zinazodhihirisha kuwa hata ushairi wa Kiswahili wa mnamo miaka 1200 tayari ulikuwa ukifuata kanuni za ushairi kama mizani na mistari. Beti mojawapo katika ushairi wa Fumo Liyongo unaimba, na nukuu, Liyongo kitamkali akabagali vigali, akawa mtu wa kweli na hiba huongea, mwisho wa nukuu. Pamoja na utenzi wa Fumo Liyongo pia ni utenzi wa Tambuka karne ya 18 ambao uliandikwa kwa lahaja ya Kiswahili ya Kimvita. Tenzi zote hizi zinamaanisha kuwa hata kabla ya karne ya 10 baada ya Kristo tayari Kiswahili kilikuwa kikizungumzwa na jamii ya Wazanji. Na mwishowe ni ushahidi ulioachwa na Jean Vincent Maurice ambaye alikuwa daktari katika kampuni ya kikoloni ya East India Company karne ya 18 baada ya Kristo. Katika safari yake kuzunguka pwani ya Afrika Mashariki aliandika mengi kuhusu eneo hilo. Maurice katika maandishi yake aliwagawa wakazi wa pwani ya Afrika Mashariki akisema kuwa kundi moja kubwa waliokuwa wakiishi hapo aliwaita Wasuryama, wengine Waarabu na wengine wa Afrika. Alieleza kuwa jamii hizo zilishakaa pamoja na kuoana na pia kuzungumza lugha moja aliyoita Kisuryama. Wasomi wengi kama Jubek Masebo na kadhalika wanapendekeza kuwa lugha hiyo ya Kisuryama ni lugha ya leo hii ya Kiswahili. Maurice pia alitaja majina ya visiwa na aliandika kama ifuatavyo, na nukuu, Waarabu na wenyeji yani Waswahili wanaandika na kusema Zangwabaa, wafanyakazi wa meli za Ulaya na manahodha wanasema Zanzibar, mwisho wa nukuu. Hivyo nahodha mpasuaji Maurice anadhihirisha pia kuwa neno Zanji tayari lilikuwa likitumika na wenyeji toka enzi. Utofauti ulikuwa ni kwenye matamshi tu. Hivyo mpaka hapo tunaona kuwa kuna bahari ya ushahidi mwingi wa kihistoria ambao pia unatoa ushahidi wa kuwa Kiswahili ni lugha ya Kibantu na si lugha ya kigeni kama baadhi ya watu na wasomi wanavyopendekeza. Hivyo unashukuru kwa kuangalia, na kwa mara nyingine tena usisahau kusubscribe, kulike na kuacha maoni yako kwenye comment. Pia usisahau kushare video hii kwa wanafunzi na walimu wa lugha ya Kiswahili.